Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa hii chaneli yetu ya YouTube ya Be Ready Always TV, ningependa kukaribisha tena katika kipindi cha leo. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika hii channel, naomba upate kusubscribe na upate kulike na upate kufinya hiyo kengele inaitwa notification bell, ili wakati fundisho lolote itakapotoka utaambiwa na YouTube wakati uko na bundles. Kwa hivyo hii ni channel ya kuchambua tu Biblia na kujua mapenzi ya Mungu ni gani katika Biblia. Kwa hivyo leo tuko na mada nyingine ambayo inasema the Godhead. The Godhead. Uungu. The Godhead. Hebu tuombe kabla tujaanza. Baba yetu uliye mbinguni, tunaomba utuongoze tunapoanza kipindi hadi tamati, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wapendwa, hii mada the Godhead ama uungu inahusu Mungu, kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu yupi na ni wangapi? Ni mmoja, wawili ama wangapi? Mungu wa Biblia, Mungu amejifunua vipi katika Biblia? The Godhead, uungu kwa lugha ya Kiswahili. Bila kupoteza muda, ningependa kukuambia kwamba neno uungu, Godhead, katika Biblia ya Kiingereza ya King James Version imetajwa mara 3 peke yake. Mara ya kwanza imetumika na Paulo, na utaangalia kabisa mara mingi sana ni Paulo. Hata hiyo mara 3 ni Paulo ametumia sana neno Godhead. Hebu tuangalie mfano wa andiko moja, Matendo ya Mitume 17:29. Acts chapter 17 verse 29 inasema hivi: For as much then as we are the offsprings of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. Umesikia? Godhead imetajwa hapo. Hebu tusome katika lugha ya Kiswahili hiyo Matendo ya Mitume 17:29 ili tupate kuangalia vizuri. Natumia lugha ya Kiswahili ili watu ambao wanasikia Kiswahili wajue vizuri, maana hili mada limechanganya sana wale ambao wanajua Kiswahili. Inasema hivi: basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe. Kiingereza inasema Godhead, uungu, Godhead. Haya, andiko la pili, Warumi 1:20. Kiingereza inasema hivi: For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Neno Godhead, eternal power and Godhead. Sasa hebu tuangalie katika Biblia ya Kiswahili Warumi 1:20. Warumi inasema hivi. Niko na Biblia yangu hapa, labda kwa wale ambao wanafikiria sina Biblia, ndio hii Warumi 1:20. Biblia inasema hivi. Chukua pia Biblia yako na ufuatilie kwa makini, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Umesikia hapo kwa makini? Kwa hivyo tumepata kwamba
neno uungu imetumika katika Biblia. Aya ya 3 ambayo inaonyesha uungu ni Wakolosai 2:9. Inasema hivi: For in him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Ndani ya Yesu Kristo imejaa uungu wote kamilifu ndani ya mwili wake. Kitabu cha Wakolosai, acha nisome, nimetafsiri tu, acha nisome kwa Biblia yenyewe kabisa. Wakolosai 2:9 inasema hivi: Maana katika yeye Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yaani Mungu, utimilifu wote wa uungu unakaa ndani ya Yesu. Yaani kwa njia fupi ni kwamba Yesu ako na uungu kamili kabisa, 100%, maana ni utimilifu wote wa uungu. Sasa hebu tuangalie Biblia inasema nini tena. Katika aya 3 ambazo tumeziangalia, ni wazi kwamba Paulo anatumia neno uungu ama Godhead kwa Kiingereza anapomlenga Mungu ama uungu, lakini anatumia Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Acha sikia hii kwa makini sasa, sikia hii kwa makini. Kwa miaka mingi Wakristo wamekuwa wakipingana sana, na wamekuwa wakijadili kwamba uungu ina mtu mmoja peke yake, kwamba mwenye ana uungu ni nafsi moja. Kwa lugha rahisi ni mtu mmoja, one person, ambaye ni Mungu Baba, God the Father. Kwa miaka mingi mjadala kama huo umeshuhudiwa, na hata wewe labda unayenisikiza na kutazama umeisikia sana. Wale ambao wanasema kwamba Mungu mmoja ama uungu una nafsi moja peke yake, una mtu mmoja tu ambaye ana uungu, wanasoma aya zifuatazo. Moja ni Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kumbukumbu la Torati 6:4 inasema hivi: Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. So wakisoma hiyo wanasema kwamba Mungu ni mmoja, kwa hivyo nafsi moja, ni mtu mmoja tu ndo ana uungu ambaye ni Mungu Baba. Aya nyingine ambayo huwa inasomwa ni Wafalme wa kwanza 8:60, 1 Kings 8 verse 20, ambayo inasema that all the people of the earth may know that the Lord is God, that there is none else. Watu wote watambue kwamba Bwana ni Mungu na kwamba hakuna yeyote kama yeye. Wengine pia wanasoma Wagalatia 3:20, ambayo nasema now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Mpatanishi sio mpatanishi wa wengi, si mpatanishi wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Kitabu kingine ni Yakobo 2:19, ambayo inasema thou believest that there is one God, thou does well. The devil also believe and tremble. Kwamba wewe unaamini kwamba kuna Mungu mmoja, wewe unafanya vema, na pia mashetani, mapepo wanaamini pia hivyo na wanatemeka. Wapendwa, ukisoma hizi aya ambazo nimezisoma juu, a casual reading of these texts of the scripture may suggest that the Godhead is made up of a single personality,
Hizi aya ambaye nimesoma, ukisoma juu utakimbia sana mbio na kusema kwamba uungu, yule ambaye kuna uungu ni nafsi moja peke yake, ni mtu mmoja peke yake. Kweli uungu, Mungu ni mmoja, lakini anayekuwa na uungu wale ambao kuna uungu ni kina nani? Sikia, watu wengi wanasema ni mmoja, lakini tukiangalia sana hii andiko ama hili fundisho katika Biblia na katika ujumla wake, totality of the scripture, Biblia katika ujumla wake, ujumla wa maandiko, tunakuja na position, sehemu ama nafasi tofauti kabisa. Acha tuangalie baadhi ya maandiko matakatifu kabla mtu hajachanganyikiwa. Hebu tuangalie kwanza habari za uumbaji. Tuanze na uumbaji alafu tuendelee mbele. Kitabu cha Mwanzo 1:26 inasema hivi. 1:26 inasema, and God said, let us make man in our own image and after our likeness, let them have dominion over fish of sea and over the fowl of air and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Kwamba Mungu akasema, Mungu alipoumba, Mungu akasema baada ya kuumba kila kitu, kwa siku ya sita Mungu akasema na tumfanye. Neno tu na tumfanye, je, ni uwingi ama ni umoja? Imetumika kwa uwingi ama umoja? Ni kwa uwingi. Lakini ikisema Mungu inaonekana ni mtu mmoja, lakini baadaye akiongea anaonekana ni watu wengi zaidi ya moja. Mungu akasema ni kama mtu mmoja, na tumfanye, let us make man in our own image. Tumfanye mwanadamu, mtu kwa mfano wetu. Sasa tuangalie sasa Biblia, tuangalie hili aya kiundani sana. Sikia, katika aya 26 ya Mwanzo 1 inaonekana kwamba ni mtu mmoja, the one being suddenly makes the statement, let us make man in our own image. Hili andiko inaweka wazi kwamba muumbaji, Mungu muumbaji is made up of more than one person. Huyu Mungu muumbaji ni zaidi ya nafsi moja. Mungu muumbaji, Mungu wetu ambaye ni muumbaji, sisemi miungu, Mungu muumbaji kulingana na Mwanzo 1:6, Biblia iko wazi kabisa, is made up zaidi ya mtu mmoja. Sawa sawa hadi hapo? Kuna pahali nimepotoa hapo? Haya, tuendelee mbele sasa. Natumai unafuatilia katika maandiko yako vizuri sana. Sikia, lakini sasa wengine wamekuja kutafsiri hili neno kusema kwamba us, hilo neno us, na tumfanye, let us, ati Mungu atinamaanisha kwamba ati Mungu alikuwa anawaongelesha malaika, means angel rather than God. Atawa us ni malaika. Sikia wapendwa, watu wakitafsiri Biblia kiasi hicho, eti ni kwamba Mungu mmoja alitafuta usaidizi kwa malaika ambao alishawaumba. Lakini sikia wapendwa, tuangalie hii tafsiri ni kweli ama si kweli. Sikia, kitu cha kwanza, kama viumbe, malaika kama viumbe hawana nguvu ya kuumba, hawana mamlaka, hawana hiyo authority
ya kuumba. Kitabu cha Zaburi 104 mstari wake wa 4. Biblia pia katika Zaburi 148 1-5, Ezekieli 28 12 hadi 15, Wakolosai 1:16, Yohana 1:1-3. Haisemi kabisa malaika wako na nguvu ya kuumba. Hebu tusome hicho kitabu cha Zaburi 104 mstari wake wa 4. Biblia inasema nini? Inasema hivi: huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. So malaika, hata ukisoma kitabu cha hiyo tu Ezekieli 28 12 hadi 15, utapata malaika ni viumbe na Mungu anawafanya. Mungu aliwafanya. Sasa hebu tuangalia tena. Kwa hivyo malaika hawakuwa hapo. Mungu akisema let us, au us sio malaika. Maana malaika hawana uwezo wa kuumba. Jambo la pili, supposing that God was in a discussion with angels. Chukua tu mfano Mungu alikuwa akiongelea labda malaika. Tuchukue tu labda kwa mawazo ya hao watu kwamba Mungu alikuwa anaongelesha malaika. Sasa chukua mfano Mungu alikuwa akiongea na malaika na akawaambia tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Swali, sisi tuliumbwa kwa mfano wa nani? Wa malaika ama wa Mungu? Maana Mungu, mfano wa Mungu na mfano wa malaika ni tofauti kabisa. Nature ya mwanadamu na nature ya Mungu na nature ya malaika ni tofauti kabisa. So what mankind to bear the nature of God or the nature of angels? Was mankind, mwanadamu angechukua nature ya nani? Ya Mungu ama ya malaika? Sikia, hii swali ni ngumu sana, kwa sababu malaika hawana asili sawa na Mungu ama na uungu. Sasa swali, can you identify the divine persons who constitute us in Genesis 1:26? Je, kama sio malaika, unaweza tambua hawa nafsi, hawa watu watatu ambao wana compose uungu, ambao wako na uungu, ambao ni Mungu mmoja? Sikia, ambao wanajiita hao ni Mungu mmoja. Hao nafsi tatu ambao wanajiita hao ni Mungu mmoja. Je, unaweza jua katika maandiko ni kina nani? Hebu tuangalie sehemu ya pili, the fall of mankind, anguko la mwanadamu. Anguko la mwanadamu pia inatueleza maneno yafuatayo. Mwanzo 3:22. 3:22, Biblia inasema hivi. Biblia inasema katika Mwanzo 3:22. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Mmoja wetu. Nani alisema? Bwana Mungu. Ni kama tu ni mtu mmoja. Lakini akasema huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Like us, one of us. One of us. Kwa kujua mema na mabaya. Sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. So ukiangalia vizuri hapo inaendelea kusema hivi 24. Basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda katika njia ya mti. Sikia, katika andiko hili, and the Lord said, behold, a man is become as one of us. Hii iko wazi kabisa, us, sisi, wetu, mwanadamu mmoja wetu. Huyo wetu katika hili andiko inaongelea uungu, inaongelea Mungu. Uungu. Sikia, Bwana Mungu katika andiko hili ameweka wazi kabisa, na andiko hili imetofautisha kabisa
kwamba kuna Mungu na kuna malaika. Sijui kama umenielewa kwamba andiko hili imetofautisha Bwana Mungu na malaika ama makerubi. Kwa hivyo makerubi hawako katika hiyo neno as. Maana Bwana Mungu akasema mwanadamu amekuwa kama sisi. Bwana Mungu akasema na tumweke malaika na upanga awakinge. So hao ambao wanasema sisi na tumfanye, malaika hayuko hapo. Malaika walipewa kazi na hawa. As walipea kazi malaika wapate kuchunga mti wa uzima. So tushajua kwamba sio malaika. Je, kuna andiko lingine la kuprove? Hebu tuangalie the Tower of Babel. The Tower of Babel, yani Babeli iliyoanguka. Sikia. Baada ya gharika, wanadamu aliongezeka katika uso wa nchi. Bwana Mungu akampa mwanadamu sheria ama amri wapate kujaa dunia nzima. Lakini mwanadamu akachagua kufanya maneno tofauti. Akajenga mnara wa Babeli. Najua unakumbuka hicho kisa. Kitabu cha Mwanzo 11. Soma tu kuanzia 1 na kuendelea mbele. So ilipofika aya fulani hapa, nataka tu tuzingatie aya fulani hapa ambayo ni muhimu sana. Nataka niende direct to the point. Biblia aya 7 inasema hivi: let us go down. Sikia aya 6. And the Lord said, behold, the people is one. The people is one. They have one language. This began to do. Now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. Hapa pia tumesoma saizi aya 2 aya 3 sasa, ambayo Mungu anaongea akisema us, let us go down. Je, Biblia ilikuwa imechanganyikiwa katika aya ya kwanza? Katika aya ya pili pia Biblia ilikuwa imechanganyikiwa? Katika aya ya 3 pia Biblia ilikuwa imechanganyikiwa? Mungu hawezi changanyikiwa kwa kusema kwamba na tuende. Mungu alisema na tuende tuchafue lugha yao. Mungu hakuwa anaambia malaika, alikuwa anajiongelesha wenyewe. Walikuwa ni Mungu mmoja ambayo ana nafsi zaidi ya moja. Yaani wale ambao kuna nafsi zaidi ya moja wanaongea. Sikia wapendwa, imewekwa wazi kabisa kwamba katika Agano la Kale kwamba Mungu ako katika wingi. Sawa sawa? Nimekosea pale? Mungu ako katika wingi. Mungu anaongea kwa wingi badala kuongea kwa umoja. Badala kusema Mungu akasema acha amfanye, lakini akasema wamfanye, tumfanye. Sasa wapendwa, Agano la Kale, katika Agano la Kale hizo aya 3 ambazo nimesoma ni baadhi ya aya ambazo zimewekwa wazi kabisa kwamba Mungu mmoja ni nafsi zaidi ya moja. Ana nafsi zaidi ya moja. Anaongea kama nafsi moja, lakini ni nafsi zaidi ya moja wanaongea. Wakisema sisi ni moja, wanaongea kama sauti moja. Sauti ya mtu mmoja, lakini ni nafsi zaidi ya moja. Hebu tuangalie katika Agano Jipya. Hii mada imewekwa wazi kabisa. Sasa imewekwa wazi kabisa, wingi wa Mungu umewekwa wazi hadi imeanza kutaja hao nafsi ni kina nani. Yaani hiyo ndio uzuri wa Agano Jipya. Imekuja sasa kufunua vizuri hao ambao walikuwa nasema sisi katika Agano la Kale.
Ni kina nani hawa? Ni kina nani hawa? Kitabu cha Mathayo 3:16. Yesu alikuwa akibatizwa. Yesu alikuwa akibatizwa. Biblia inasema katika Mathayo 3:16 na 17 hivi. And Jesus, acha nisome kwa Kiswahili. Natamani sana nisome kwa Kiswahili ili nisirudia kusoma Kiswahili, Kiingereza, Kiswahili, Kiingereza. Kiswahili, Kiingereza. Kiswahili inasema hivi 3:16. Inasema hivi. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Huyo nani? Yesu. Nafsi ya kwanza Yesu. Twende. Akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Kwa hivyo nafsi ya pili ndio hii imetajwa. Roho wa nani? Sikusikii. Roho wa nani? Roho wa Mungu. Twende. Akashuka kama hua. Twende. Akaja juu yake. Na tazama 17, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nipendezwaye naye. Kwa hivyo tumeona kuna sauti kutoka wapi? Mbinguni. Kwanza Yesu anabatizwa. Alafu Roho Mtakatifu anakuja kwa mfano wa nini? Wa ua, nafsi mbili. Alafu nafsi ya tatu anaongea kutoka wapi? Mbinguni, akisema mwanangu mpendwa ndio Yesu Kristo. So, sikia vizuri, sikia. Na hii sauti kutoka mbinguni ilikuwa ya Baba, Mungu Baba. Sikia. Sisi wote tunajua hiyo. Tunakuja kuona kabisa kuna nafsi tatu ya uungu. Katika Agano la Kale hatuambii ni nafsi ngapi. Hatujui, wanasema tu tumfanye. Lakini tujaambiwa ni nafsi moja ama mbili, ni tatu ama nne ama ni tano. Agano Jipya inaweka wazi. Bila Agano Jipya hatungejua uungu una nafsi ngapi. Bila Agano Jipya hatungeweza kujua katika njia ambayo ni clear sana kwamba uungu una nafsi ngapi. Lakini tumepata kuona kabisa kwamba Agano Jipya imeweka uungu una nafsi tatu. Kumbe walikuwa ni watatu wenye walikuwa nasema nasi tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Sikia. Kumbe uungu una nafsi ngapi? Tatu. Twende. So ubatizo wa Yesu umeweka wazi kabisa mara ya kwanza kabisa. So Roho Mtakatifu anakuja na Baba anaongea. So tuangalie sehemu nyingine ya 5. The Great Commission. Agizo kuu. Mungu anasemaje? Anasema hivi, Mathayo 28:19 hadi 20. Unajua hiyo Mathayo 28:19. Inasema, basi enendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba ametajwa, Mwana, Roho Mtakatifu kwa jina la. Kumbe kwa jina la Baba, kumbe kuna jina la Baba. Alafu kwa jina la Mwana, kumbe kuna jina la Mwana. Alafu kwa jina la Roho Mtakatifu, kumbe kuna jina la Roho Mtakatifu. Sasa Biblia imetaja kwa mara ya 3 saizi watatu wakifuatana, wakitaja tu mara moja ambao wana constitute Godhead. Haya, sasa tuangalie andiko lingine. Kwa hivyo tumeangalia kwanza ubatizo wa Yesu, nafsi tatu za uungu zimetajwa ambao nafsi tatu ambao wanaunda uungu umetajwa. Kwa hivyo katika nafsi hizi tatu mtu anafaa kubatizwa kwa jina in the name of these 3 beings. Katika jina la hawa nafsi tatu au watu watatu mtu anabatizwa na kuunganishwa na familia ya nani? Ya Mungu. Tuangalie sehemu ya 3, apostolic greetings and benedictions. Yaani mitume wanaposalamiana. Je, walitaja pia nafsi tatu? Mbona hawakutaja malaika hapo ndani? Mbona? Kumaanisha hawa nafsi tatu malaika hawako ndani. Ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Moja moja inasema hivi. Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko makao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na Bithinia, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua
Mungu Baba amefanya nini? Ametajwa. Twende katika kuwatakasa, kutakaswa na Roho. Roho ametajwa. Hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nani tena ametajwa hapo? Yesu Kristo. Neema na amani na ziongezwe kwenu. Kwa hivyo Petro wa kwanza 1:1 hadi 2 imetaja Mungu Baba, alafu imetajwa Roho, alafu ikataja Yesu Kristo. Aya, twende. Kwa hivyo ni watatu. Twende tuangalie sasa Ufunuo pia 1:4 na 5. Watu wengi hawajaisoma hii katika Ufunuo. Ufunuo 1:4 na 5 inasema hivi: Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Na zitoka, kwa hiyo ni Mungu Baba. Twende na zitokazo. Kumbe neema kwanza inatoka kwa nani? Kwa Mungu Baba. Neema ya pili inatoka kwa nani? Na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Kumbe kuna roho 7 ambazo ziko mbele ya kiti cha enzi mbinguni. Nao roho 7 inaikilisha Roho Mtakatifu. Kitabu cha Ufunuo inatumia symbols. Isema roho 7, neno 7 imerudiwa mara mingi sana katika Biblia, hasa Ufunuo. 7 ni ukamilifu, completeness, perfection. Kwa hivyo ukamilifu wa Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ako pia katika kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Kuna wale ambao wao wanahoji, je, kuna Roho Mtakatifu ako mbinguni? Amai kwa mbinguni? Biblia imesema hapa pia Roho Mtakatifu neema pia na rehema inatoka kwake. Kumbe Roho Mtakatifu pia anatupa neema, anatutakia neema. Alafu pia pokea neema kutoka kwa Mungu Baba. Amen. Pokea neema kutoka kwa Roho Mtakatifu. Amen. Haya, pokea neema nyingine ndio hii. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Pokea neema kutoka kwa Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hivyo kuna watatu ambao wanatupa neema. Wanataka tupokee neema. Mungu Baba, alafu Roho Mtakatifu na Yesu Kristo umetajwa hapo. Ufunuo 1:4 hadi 5. Sasa Wakorintho wa pili 13:14. Wakorintho wa pili ngapi? 13. Mstari wake wa ngapi? 14. Wakorintho wa kwanza ama Wakorintho wa pili? Wakorintho wa pili 10 na ngapi? 13. Mstari wake wa 10 na ngapi? 14. Inasema hivi: neema ya Bwana Yesu Kristo. Neema ya nani? Ya Bwana Yesu Kristo. Na pendo la Mungu. Kumbe mwenye analeta neema ni nani kulingana na hiyo aya? Yesu Kristo. Na kulingana na hiyo aya nani analeta pendo? Mungu. Alafu ya tatu, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyinyi nyote. Nani anatufanya tukue na ushirika? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kushirikiana. Baba anatupa nguvu ya upendo, na Yesu Kristo anatupa nguvu ya neema. So tumepata pia nafsi 3 za uungu zimetajwa hapo. Sasa hizo ni baadhi za aya ambayo imetaja 3, nafsi 3 za uungu. Alafu tuangalie sehemu ya mwisho, the 3 that bear record in heaven. Watatu ambao wanatushuhudia mbinguni. Watatu ambao wanatushuhudia mbinguni. Yohana wa kwanza 1 mstari wake, Yohana wa kwanza 5:7. Yohana 1 John chapter 5 verse 7. Kwa Kiingereza ni verse 7. Samahani. Kwa Kiingereza ni verse 7, Kiswahili ni verse 8. Inasema hivi: kwa maana wako watatu washuhudiao wa mbinguni. Ngoja kidogo, pause. Eti wangapi? Watatu. Si mmoja, si wawili, bali ni wangapi? Watatu. Wanashuhudia wapi? Mbinguni. Alafu ututajie. Alafu nasema hivi, Baba, na Neno, na Roho Mtakatifu. Watatu hao ni umoja, unity. Wako na umoja, R1. Kwa Kiingereza unity ni one, R1. Watatu hawa ni one, ni umoja.
So kwa Kiingereza, kwa sababu hakuna neno ya kusema umoja, wanasema one. One ya umoja na one ya moja ni one tu. Sasa sikia kwa makini. Katika aya hii tunapata tena jambo wazi kwamba nafsi tatu ambao wanaunda uungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini kuna waandishi wengine na kuna watu wengine ambao wanapingana, wana argue kwamba hili aya haikuwa ndani ya Biblia kitambo, ati kwamba iliongezwa na wachapishaji wa Biblia, hata haikuwa inafaa kuwa huko. Lakini mimi nataka niwapinge kwa hoja. Mimi nataka nitofautishane na hawa kwa hoja. Nataka kutofautishana na kwa sababu ifuatayo. Unajua wapendwa, neno word, kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Hiyo andiko ambayo imetumika, hiyo neno ambayo imetumika, neno imetumika na Yohana tu ndo ametumia hiyo neno. Ametumia neno. Anamuita Yesu neno. Katika Yohana 1:1 ameita Yesu neno. Kwa hivyo ni jambo, hata katika Ufunuo 19:13 amemuita Yesu neno. Kwa hivyo itashangaza aje kwamba siende alisema katika Yohana wa kwanza 5:7 kwamba neno ni Yesu Kristo. Yeye aliandika hiyo aya, sikia. So point yangu ni hii. Tuseme kwamba Yohana 5:7 iliweka tu na watu wachapishaji wa vitabu. Huyo mtu angekuwa na akili ya kutumia hiyo word kama ya Yohana. Sikia, huyo mtu angeweka tu neno la rahisi kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, jinsi Mathayo ilivyoweka na Paulo alivyoweka na kitabu cha Ufunuo. Lakini wapendwa, based on this point, kulingana na hoja yangu hii, natumai kabisa Yohana wa kwanza 5:7 na 8 ambayo inasema kuna watu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na hao watatu ni umoja, ni one of the solid proof. Hili ni andiko ambalo lina ujasiri, ni hoja nzito sana ya kusimamisha kwamba fundisho la uungu liko katika Biblia kabisa na liko katika Agano Jipya. Wapendwa, besides mentioning the three persons that make up the Godhead, baada ya Yohana kusema watu watatu ambao wanaunda uungu, Yohana anaenda na kuwataja kwamba ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na wanasema kwamba hao watatu wanashuhudia. Baba anashuhudia kutoka wapi? Mbinguni. Mwana anashuhudia, kumaanisha kuna uhai kivyake. Roho Mtakatifu anashuhudia, kumaanisha pia ana uhai kivyake. Alafu sikia, now an important question that begs for an answer at this point in our study is this. Swali kubwa ambalo tunataka kujibu sasa ni hili sasa. Sikia, kwamba nafsi tatu za uungu, je, mbona wanaelezwa kama moja? How can the three different personalities of Godhead be described as one? Hata wewe najua hapa imekuchanganya kabisa. Na hilo linachanganya watu wengi kabisa, kwamba kama Mungu ni mmoja, na tena kuna Baba, Mwana, Roho Mtakatifu katika uungu. Yaani Baba kuna uungu, Mwana kuna uungu, Roho Mtakatifu kuna uungu. Mbona tena wanasema ni Mungu mmoja badala ya kusema ni Mungu watatu? Mbona Biblia haisemi sasa kuna Mungu watatu? Mbona swali hili limesumbua watu wengi na imechangia Ukristo kukuja na mafundisho potovu. Wengine wakaja na fundisho kwamba Mungu mmoja ni mtu mmoja anayebadilika katika Agano Jipya anakuwa Mwana.
alafu baadaye katika wakati wa mitume anakuwa Roho Mtakatifu. Wengine pia akaja na kusema kwamba Mungu mmoja ni Baba, lakini Yesu Kristo aliumbwa na huyo Baba na baadaye akapelekwa mbinguni akawa mwanadamu ambaye amekuwa sasa Mungu. Alafu baadaye Roho Mtakatifu pia ako. Siji wanafanyaje Roho Mtakatifu hapo? So sikia wapenda, ama wanakataa Roho Mtakatifu. Na kuna wengine pia wanasema sio hivyo. Mungu ni mmoja, ni mtu mmoja, lakini sasa huyo mmoja alimzaa Yesu, alimpasua kwa kifua hapa, ama alimtoa ndani yake Yesu. Kwa hivyo watu wamekuja na mafundisho tofauti ili kueleza Mungu mmoja ni nani, kwa sababu wanaona katika Biblia kwamba kuna nafsi tatu. Na wameshindwa kuona jinsi Biblia imeunganisha. Sikia wapendwa, sikia leo nikueleze mbona nafsi tatu wanajiita kwamba ni Mungu mmoja. Mbona nafsi tatu wanajiita Mungu mmoja? Roho Mtakatifu ni Mungu, Yesu ni Mungu, Baba ni Mungu. Mbona wanajiita ni Mungu mmoja tena? Mbona inakaa kuchanganya? Naomba usichanganyike, maana Mungu hajatuacha katika giza. Kuna andiko moja tu ambalo nimefanya uchunguzi, ambalo nimepata kwamba ni andiko ambayo inajenga msingi ya sisi kuelewa jinsi hawa nafsi tatu wana compose Mungu mmoja. Sikia Mwanzo 2:24. Na naomba unifuatilie hapa kwa makini. Usipofuatilia hapa kwa makini, hapo unachanganyikiwa. Mwanzo 2:24. Mwanzo 2:24, Biblia inasema hivi: kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Biblia inasema katika Kiingereza hivi, Kiingereza inasema hivi: therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. One flesh, mwili mmoja. Andika hiyo neno one in capital letters, katika maneno makubwa ama katika herufi kubwa. Sikia wapendwa, sikia wapendwa hasa hapa. Unajua kama unataka kuelewa Biblia vizuri lazima ulinganishe aya na aya ili tupate ujumla. Kitabu cha Mhubiri 7:27 inasema, Mhubiri asema hivi: nimeona tulinganishe aya ya Biblia na aya ya Biblia ili tupate ujumla wa fundisho fulani. So tunalinganisha sasa hizo aya na Mwanzo 2:24. Mbona nimetoa Mwanzo 24? Je, ina muktadha sawa na ile ambayo tunaongelea ya uungu? Ndiyo, maana kuna neno la Kiebrania ambayo imetumika hapo ambayo iko sawa na ile Mungu mmoja. Acha tuangalie. Imesema mwanamume na mwanamke hao ni nafsi mbili. Alafu wakiunganika pamoja wanakuwa mwili mmoja. Lakini swali kwamba wakitembea wawili pamoja, mume na mke, wanakuanga wamepandana juu, baba chini, mke juu, ama mwanamume juu, mke chini? Hapana. Kuna jinsi wako mmoja. There is a way that one. Sikia hapa. Si ajabu kwamba neno la Kiebrania, Biblia haikuandikwa katika lugha ya Kiswahili na haikuandikwa katika lugha ya Kiingereza mara ya kwanza. Nifuatilie kwa makini nisikupoteze. Biblia iliandika kwanza katika lugha ya Wayahudi, inaitwa lugha ya Kiebrania. Ndio baadaye ikatafsiriwa. So ukimleta Mwebrania hapa akueleze maneno ya Kiebrania ambayo imetumika hapo, utashangaa. Acha leo nikushangaze. Sikia. Neno la Kiebrania ambayo huwa inatumika kueleza umoja wa mume na mke ni neno Ichad. E-C-H-A-D. Ichad. Hata kama unataka kujua ni ukweli naongea ama si ukweli, Google. Ukiona Google inaweza kudanganya, chukua kitu ambacho kinaitwa Bible Concordance. Enda Google Play Store, download app ambayo inaitwa Bible Concordance. Iko na kila neno na jinsi neno la Kiebrania ilikuwa inaitwa aje kitambo na maana yake. Sikia. Neno Ichad imetumika ikionyesha umoja kati ya mume na mke. Haijatumia neno Yahid. Yahid haionyeshi umoja. Yahid inaonyesha moja ya one. Lakini moja ya umoja, oneness, umoja, mume na mke na wako na umoja, inatumia neno hiyo oneness, Ichad.
Sijui nimekupoteza ama bado unanifuatilia, lakini kama hujaelewa hebu sema mtumishi rudia. Neno la Kiebrania ambaye inatumika kueleza umoja wa mume na mke. Hiyo mume na mke watakuwa mwili mmoja, mwili mmoja, mwili mmoja, mwili mmoja huo, neno ichad imetumika hapo. Ichad huwa inatumika katika Kiebrania kusema mmoja. It is primarily interpreted as united. Katika kimsingi inatafsiriwa katika lugha ya Kiebrania. Waebrania wanatafsiri hiyo neno ichad kama kuunganika, united. Kwa hivyo mume na mke wako united. Umeelewa vizuri? Lakini si kimwili hivi, kuna jinsi wako united. Sikia kwa makini, nifuatilie. It is interesting to note that in this same Hebrew word, that it is this same Hebrew word ichad which is used to describe the oneness of God in Old Testament. Sikia wapendwa, ni jambo la kufurahisha na ya kushangaza na ya kusimua kwamba research imefanywa, hata nami nimefanya research, kwamba neno hiyo ichad ambayo imetumika kwa mume na mke kuwa mmoja ni the same word. Neno hilo limetumika katika Agano la Kale kusema kwamba Mungu ni mmoja. Pale imesema Mungu ni mmoja, hilo neno ambalo limetumika kusema kwamba mume na mke ni mmoja, the same word ichad imetumika. Haijatumia neno yahid. Unajua yahid ni hivi. Sikia kwa Kiebrania yahid, nitakwambia au wawili, huyu ni yahid, one ni yahid kwa Kiebrania. Lakini akikwambia 1 na 2 wakiwa pamoja ni hawasemi yahid tena, wanasema ichad, one in unity. Ni mmoja, lakini mmoja kwa jinsi ya umoja fulani hivi. Sikia kwa namna tofauti. Sikia kwa mfano hiyo tu Deuteronomy 6 verse 4, Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake wa 4. Watu wengi wanasoma na inasema Musa anasema hivi, ambaye ni mtumishi wa Mungu, anasema, sikia o Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Bwana Mungu wetu ni mmoja, ni Bwana mmoja. Kwa hivyo hiyo neno mmoja, Lord our God is one Lord. Hiyo neno one ambayo imetumika hapo, one, ni ichad ambayo imetumika kwa Mwanzo 2:24. Nataka niende hapo polepole ili mtoto wa Mungu anielewe vizuri. Umenielewa hadi hapo? Hebu ninyamaze kidogo udigest maneno ambayo nimesema. Hebu fikiria kama umeelewa. Hebu angalia kama umeelewa vizuri. Jikumbushe. Natumai umeelewa, umekumbuka, umedigest. Umedigest. Maana si rahisi. Maneno ya Biblia ambayo ni shetani hataki watu wajue, anafanya ikuwe ngumu sana kwa watu. Lakini ukiangalia Roho Mtakatifu akikujia utaelewa vizuri. Kama hutaelewa sasa, utaelewa baadaye. Usikue na wasiwasi. Sikia. Wapendwa, niliposema awali jinsi nilipoanza hili fundisho kwamba wengine wanatafsiri hili andiko na kukimbia haraka kuhitimisha kwamba Mungu ni nafsi moja tu. Mungu ni nafsi moja tu. Lakini ni jambo la kufurahisha na ya kushangaza kwamba neno Mungu ambaye imetumika katika Deuteronomy, katika hiyo Kumbukumbu la Torati 6:4, imetumika kwa wingi, in a plural form, Elohim. Mwana neno Mungu katika kitabu cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 6:4, Mungu imetumika, neno la Kiebrania ambayo imetumika hapo ni Elohim. Elohim inamaanisha Mungu wengi, Mungu katika uwingi, Mungu katika zaidi ya nafsi moja. Elohim inamaanisha hivyo. Chukua Bible Concordance uangalie kama ni uongo.
mbona haijatumia neno Eli? El kwa Kiebrania, El inamaanisha Mungu katika nafsi moja, lakini akiwa katika nafsi zaidi ya moja anaitwa Elohim. Jinsi malaika wanaitwa kerub kama ni mmoja, kama ni wengi wanaitwa kerubim. Kerubim ama cherubim. Umeelewa vizuri? Cherubim. Ndio maana pia Mungu pia zaidi ya moja anaitwaje? Elohim. Zaidi ya moja. Angalia kwa Biblia yako alafu uone vizuri. Hivyo Elohim imetumika, sikia, badala ya Eli. Mimi swali kwako ni kwamba kama Mungu ni nafsi moja, je, mbona haijatumia neno Eli? Mbona sehemu nyingine ikiongelea nafsi moja kama ya Mwana ama ya Roho Mtakatifu anatumia neno, ama Baba pekee yake akiongea inatumia neno Eli, lakini mbona sehemu nyingine anatumia neno Elohim? Si ati nimetumia Elohim pekee yake throughout the Bible. Kuna penye nimetumia Elohim na kuna penye nimetumia Eli. Swali kwako ni kwamba mbona Elohim imetumika badala ya Eli? Hata hapo wakasema tu Mungu akasema tumuumbe. Huyo neno Mungu ambaye imetumika hapo ni Elohim. Imeongea katika wingi. Mbona ingeongea katika umoja Eli? Sikia nikuambie leo siri kubwa hapa. And thus inaeleza zaidi ya nafsi moja. It is also worth noting that the word God, which is translated from the plural Elohim, is sandwiched between the word the Lord's God, what's Lord, Jehovah in Deuteronomy 6 verse 4. What this basically means is that the plural God Elohim of the Bible also share the same divine name Jehovah, which is literally interpreted as self-existent one. Umesikia? Sasa ikisema kwamba sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Katika Kiebrania nasema hivi, Jehova, Bwana ni Jehova. Jehova Elohim, Bwana Mungu wetu. Is one Lord. Is one Lord kwa Kiebrania ni kwamba is Jehova Ichad. Mungu katika umoja. Mungu mmoja katika umoja. Umoja. Sikia, acha nikuonyeshe vizuri. Uelewe vizuri. Aha. Katika umoja. 1 2 3. Nafsi ya kwanza, nafsi ya pili. So, Ichad inamaanisha kuna nafsi zaidi ya moja wako na umoja. Inaitwa one. Kwa lugha ya Kiebrania Ichad. Kwa hivyo ni mmoja, jinsi mume na mke ni mmoja. Ukiniuliza ni mmoja aje, jinsi mume na mke ni mmoja, lakini ni watu wangapi? Wawili. Kama mume na mke wanaweza kuwa mmoja na nafsi mbili, je, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaweza kosa aje kuwa mmoja na nafsi tatu tofauti? Wala ambao wanapinga, sikia hii swali tena kwa makini. Kama baba, mume na mke ni wawili, nafsi mbili tofauti, lakini wanaweza kuwa mmoja kwa njia fulani, je, itakosaje? Je, haitawezekana vipi pia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu pia kuwa mmoja katika njia fulani? Sumona, ni challenge sana. Kusoma Biblia juu hautaelewa Biblia vizuri. Unahitaji Roho Mtakatifu uelewe Biblia. Na utaangalia vizuri katika hiyo Deuteronomy 6 verse 4 imesema kwamba Bwana Lord Elohim is one God. Kwa hivyo huyo God ndiye ameitwa hapo Lord Jehovah. Yaani God ambaye ametumiwa kwa wingi hapo anaitwa Yehova. Kumaanisha nafsi ya kwanza ya Mungu bado anaitwa Jehova. Mungu Baba ni Jehova. Alafu nafsi ya pili pia Mungu Mwana ni Yehova. Alafu nafsi ya tatu pia Mungu Roho Mtakatifu ni Yehova. Kulingana na hiyo aya, Baba anakuwa Mungu,
Mwana anakuwa Mungu, Roho Mtakatifu anakuwa Mungu, kulingana na Kumbukumbu la Torati 6:4. Maana Lord ni Jehova, God Elohim, one ni Echad, umoja wa nafsi tatu, ni Mungu mmoja. Kwa hivyo wale ambao wanapiga kwamba Roho Mtakatifu si Mungu, Yesu si Mungu, hiyo aya ya Ufunuo ya Torati 6:4 inaweka wazi. Wale tu ambao hujui kutafsiri vizuri Ufunuo Torati 6:4 ndio watapotea. Lakini ukitafsiri kwa ukweli wa jinsi Biblia iliandikwa kitambo, hivyo huyo ndio Mungu mmoja wa Biblia. Sijasema penye nataja Baba kama Mungu haimaanishi wengine si Mungu, pia ni Mungu. Maana unapata Paulo mara nyingi akisema tuna Mungu na Yesu na Roho Mtakatifu, haimaanishi wengine si Mungu. Kuna muktadha ambao Paulo anasema, kuna kitu ambacho Paulo ako nayo kwa mawazo yake akisema hayo, na watumishi wengine wa Biblia. Sikia sasa wapendwa, sikia wapendwa, katika Biblia maandiko ambayo tumesoma hadi sasa, ni wazi kwamba ingawaje hatuwezi kuelewa kila kitu kuhusiana na hili fundisho la Mungu, lakini Biblia katika fundisho la uungu iko very clear. Inasema kwamba kuna watatu, kuna nafsi tatu ambao wanaunda Mungu wa milele. Mungu wa milele unaundwa na Mungu na nafsi tatu ambao Biblia imetuambia. Hiyo sio maneno yangu. Na hatuamini kuna Mungu wa tatu. Mungu mwenye enda mbinguni, uliza Mungu, mbona nyinyi mlisema nyinyi ni Mungu mmoja na mko watatu? Enda mbinguni uliza hiyo swali. Maana nilikuwa nikisema hatuwezi elewa 100% kuhusiana na hili fundisho la Mungu. Sawa. Maana tukielewa 100% tutamfanya Mungu kama kiumbe. Tutamfanya Mungu akue kama kiumbe na kitabu ambacho unasoma tu kila kitu, naelewa kila kitu. God is beyond our understanding. He is infinite God. He is eternal God. You can just understand a portion of him according to how he has revealed himself in the scripture. Are we together up that point? So according to the scripture, God is one. But this one is oneness. The Hebrew word used is Echad, oneness, which means that God has more than one personalities. God is made up of one personalities: Father, Son, and the Holy Spirit. Deuteronomy chapter 6 verse 4 says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." The word used there, one, is Echad, which means unity, one in unity. So, and the word God used there is plural, Elohim, the plurality of God, not the singularity of God, El. It is used, the word used there is Elohim instead of Eli. So God has more than one personality. God is composed of more than one personality. If you don't understand well about it, let's go to heaven and ask God that why did you say that you have 3 personalities and yet you are saying that you are one God? Go and ask God in heaven. So hebu tuangalie katika roho ya unabii pia inasema nini. Roho ya unabii, Biblia, roho ya unabii, kitabu roho ya unabii, wale ambao wanajua Waadventista wa Sabato wanatumia hii kwa ajili ya Waadventista wa Sabato. Kuna roho ya unabii wanaamini kwamba, hata mimi naamini kabisa, roho ya unabii kwamba aliandikwa na mtumishi wa Mungu Ellen G. White ambaye alikuwa nabii, alikuwa anapewa ndoto ya Mungu, anaongea vitu ya kweli, iko sawa na Biblia, si kinyume cha Biblia. So anasema hivi, kitabu chake ambacho kinaitwa Upward Look UL, page 148 paragraph 4, inasema hivi: the eternal Godhead, uungu wa milele. Alafu ametaja the Father, the Son and the Holy Ghost. Uungu wa milele, Baba, Mwana
Roho Mtakatifu. So hata Helen G. White ameungana na Biblia kwamba kuna uungu wa milele. Uungu wa milele. Baba ana uungu wa milele, Mwana ana uungu wa milele, Roho Mtakatifu ana uungu wa milele. Eternal Godhead. Ingine pia ndio hii. Councils on Health, page 222 paragraph 2. Councils on Health, page 222 paragraph 2. Inasema hivi: the Godhead was stirred with the pity for the race. Uungu ulihurumia mwanadamu. And the Father, Baba, the Son, Mwana, and the Holy Ghost, and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu gave themselves to the working of the plan of redemption. Walijitoa kwa kazi ya ukombozi, kwa mpango wa ukombozi wa mwanadamu. Kwamba uungu ulihurumia mwanadamu, Baba akajitoa, mimi nitaokoa mwanadamu, nitafanya mpango mwanadamu aokolewe. Mwana pia akasema nitafanya mpango mwanadamu aokolewe. Roho Mtakatifu pia akasema nitafanya mpango mwanadamu aokolewe. Haleluya! Mimi niokolewe nipate uzima wa milele. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote walijitoa. Alafu kitabu kingine ambacho kinaitwa 5 Review, page 341. Nasema hivi: the three powers of Godhead have pledged their power to carry out the purpose of God. God had in mind when he gave to the world the unspeakable gift of his Son. Nguvu tatu za uungu walitoa nadhiri kwamba watafanya kazi ambao Mungu alikuwa amesema kwa kumtoa mwanawe atukufia msalabani. Kitabu kingine ni vitabu vingi. Acha nisome kitabu ambacho ni karibu na mwisho. Inasema hivi. Hii ni kitabu kinaitwa 6 BC. Bible Commentary volume 6, 1074. Page 1074, page 1074. Paragraph 8. Pia utapata kwa manuscript 57 mwaka wa 1900. Inasema hivi: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Man is laid in his watery grave. Mwanadamu analazwa ndani ya kaburi ya maji. Buried with Christ in baptism. Anazikwa na Yesu, pamoja na Yesu katika ubatizo. And raised from the water to live the new life of loyalty to God. Na anafufuliwa kutoka ndani ya maji kuishi maisha mapya ya utiifu kwa Mungu. The three great powers of heaven are witnesses. Mashahidi watatu, nguvu tatu za mbinguni ni mashahidi. They are invisible but present. Hao watatu hawaonekani lakini wamo hapo hapo. Haleluya! Wapendwa, hii koti iko tamu sana. Kwamba mtu anapobatizwa anafaa kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna wale pia wanasema tubatizwe kwa jina gani? Jina la Yesu peke yake? Hapana. Biblia imesema katika Mathayo 28:19, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho ya unabii pia imekubali kwamba tubatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na imesema kwamba hawa watatu wote ni nguvu. Baba ni nguvu. Kwa hivyo mtu ambaye anasema Roho Mtakatifu ni nguvu au wengine si nguvu, wewe Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Wewe na Mungu ni nguvu ya nani? Na Mwana ni nguvu ya nani? Maana Roho ya nabii inasema hata Baba ni nguvu. Hao watatu wote ni nguvu. The great powers, the three great powers, nguvu tatu za uungu ni mashahidi. Kumbe Baba ako na macho, anashuhudia unapobatizwa. Mwana ako na macho, anashuhudia unapobatizwa. Roho Mtakatifu ako na macho, anashuhudia unapobatizwa. Hivyo hao ni nafsi ngapi? Tatu za uungu. Sikia pendwa, kitabu kingine ambacho ningependa kusoma huku
Vitabu ni mingi sana. Acha nisome kitabu kingine ambacho kinaitwa PUR July 2. Sijui kwa urefu inamaanisha nini. 1908 chapter 84 paragraph 4 inasema hivi: the presence of the Father, the Son and the Holy Spirit, the three great highest power in the universe, and those in whose name the believer is baptized, is pledged to be with every striving soul. It will impact grace and strength to all who will watch unto prayer, to all who will purify the soul by obedience of the truth, and it will make the believer instrumental in leading others also to accept Christ by faith. Umesikia hapo? Hata nimechoka. Nimesoma mingi. Acha nisome ya mwisho. 6 BC 1074 paragraph 9. Nasema the work is laid out before every soul that has acknowledged his faith in Christ by baptism and has become a receiver of the pledge of the three persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. Wapendwa, ningesoma quotes ni mingi sana. Acha nisome ya mwisho. Bible Commentary volume 6 BC 1075 paragraph 5. 6 BC 1075 paragraph 5. The Father, the Son and the Holy Spirit, powers infinite and omnipotent, receive those who truly enter into covenant relation with God. They are present in every baptism. Hao watatu wote wako. Kwa hivyo baba anakuaje wakati mtu anabatizwa? Yaani imagine watu wangapi wanabatizwa kwa hii dunia? Watu wengi sana. Na wanabatizwa kwa wakati tofauti. Wengine wanabatizwa saa 8, wengine saa 9, wengine asubuhi. Na watu wanabatizwa wengine wanabatizwa tu asubuhi, mwingine huko saa 8, mwingine huko at the same time. Lakini Biblia inasema hao wote watatu wanakuanga. Unamaanisha nini? Haje unashangaa sana. Hata mimi ninashangaa. Jinsi huyu Mungu ni mkuu. Anaweza kuwa sehemu yote. Baba anaweza kuwa sehemu yote kwa wakati mmoja. He is omnipresent. Mwana pia anaweza kuwa sehemu yote wakati mmoja. Omnipresent. Kulingana na hii quote. Lakini alipochukua mwili wa mwanadamu akawa limited. Hasa anakuwa present kupitia Roho wake Mtakatifu. Umesikia hapo sasa? So hata Roho Mtakatifu yupo hapo. Kwa hivyo imetaja Roho Mtakatifu, Mwana, Baba, wote wanakuwa hapo wakati mtu anabatizwa. Alafu inasema hivi kimalizia, they are present in every baptism to receive the candidates who have renounced the world and have received Christ unto soul temple. These candidates have entered into the family of God and their names are inscribed in the Lamb's book of life. Kwamba ukibatizwa jina lako linaandikwa katika kitabu cha mwana kondoo Yesu Kristo. Naomba niachie hapo. Swali, umeelewa ama umechanganyikiwa? Umeshangaa? Hata mimi sikuwa ninajua, nikashangaa sana. Ile fundisho nimejua tu wakati karibu watu fulani wanibebe katika fundisho la kusema Baba tu ndio mmoja, Yesu akapasuliwa ndani, alafu Roho Mtakatifu ni pumzi yao. Karibu ile fundisho linibebe mwaka wa 2020, lakini Mungu akaninasua pale kupitia watumishi fulani ambao waliniombea. Kwa hivyo naomba pia kama wewe ni mmoja wao au kumeelewa hili fundisho vizuri, Mungu amekufunulia leo na anakuita. Kama umekuwa ukipinga kanisa la Wasabato kwamba wanaamini mafundisho ya Catholic, siku ya leo naomba upate kubadilisha mawazo kwamba SDA wanaamini jinsi ambavyo nimefunza kwamba kuna Mungu mmoja, umoja ambao ni umoja wa nafsi tatu za milele. Na kwa sababu ni umoja wa nafsi tatu za milele, wanakuwa Mungu mmoja, na Biblia imethibitisha na roho ya unabii imethibitisha jinsi ni mmoja. Mungu atatueleza zaidi, lakini tuelewe Mungu ni mmoja.
jinsi watu walipojenga mnara wa Babeli. Biblia imesema those people were as one. The people become as one. People is one. Kwanza imesema people is one. Ndio maana pia inasema God. Kuna mtumishi nampenda sana, ndio mtumishi Francis Ndasha, kwa na challenge akisema Biblia imesema God is one, ati sio God are one. Umesikia? Anasema God is one, sio God are one. Hiyo ni kutoelewa Kiingereza. Maana Biblia pia inasema katika kitabu cha Mwanzo 11 mstari wake wa 6 kwamba hivi, acha nisome katika hiyo kitabu watu waelewe vizuri ili waseme nimepotoa vizuri. Nataka pia ni mchallenge usema and the Lord God said, Bwana akasema, behold the people is one. Pia Mungu anasema people is one. People is one. Watu ni moja. People is one. Hata kusema pia, hata Biblia inaposema God is one, ni sawa tu, sio lazima iseme God are one ndio idhihirishe kwamba kuna nafsi tatu za uungu. Hata kusema God is one bado tu haipingi kwamba kuna nafsi tatu za uungu. Mungu apate kuwabariki. Tuma komenti yako hapa kama umeelewa, na pia funza wengi. Chukua notebook yako, andika chini hizo verses na upate kufanya utafiti. Mimi ni mtumishi Meshak Orono. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video, na Mungu atakubariki zaidi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, na uliye pamoja nami katika wakati huu, na msomaji na msikilizaji wa saa hizi na mtazamaji, asante kwa fundisho la leo, fundisho kukuhusu. Ninakiri kwamba sikuelewi 100%, ila ninaelewa kulingana na elimu ambayo nimepata katika Biblia. Naomba nifunze zaidi nipate kuelewa zaidi katika jina la Yesu na kuamini. Amen. Amen. Tuonane next time.